Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana tena na tunaposhiriki neno lake Bwana. Majina yangu naitwa Pastor Elijah Luther, born again. I love Jesus Christ as my personal savior. Na leo nataka kuzungumza kuhusu refusing to be silenced, ama kukataa kunyamazishwa, refusing to be silenced. Na unajua mtu mwenye ananyamazishwa, shetani hawezi nyamazisha mtu ambaye hana kitu ndani yake. Hata katika familia unapata mtu mwenye akona kitu ndani yake, akijaribu kuinuka kidogo lazima atanyamazishwa. Haleluya. Hata katika taifa, na si katika taifa la Kenya peke yake, kuna mtu akiwa na kitu ndani yake, hata katika inchi, katika shule wapi, akijaribu kuwa na kitu ndani yake, akijaribu kuinuka, lazima huyo mtu atanyamazishwa. Lakini Mungu ameniambia nikueleze ya kwamba usikubali kunyamazishwa. Refusing to be silenced. Ukiona katika kitabu kile cha Mark chapter number 10 verse 48, Biblia inaongea kuhusu habari ya Batimayo, mwana wa Timayo. Aliona Yesu akipita na akawa anapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Watu wakafanya nini? Wakataka kumnyamazisha. Lakini Batimayo alisema, sitanyamaza mpaka nipate kile kitu ninataka. Sasa uko pale na maybe umenyamazishwa na ufalme wa giza. Tafadhali endelea mbele, usikubali kunyamazishwa hata kidogo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuwa kama Batimayo, alipiga kelele kabisa, na wakati alipopiga kelele, zile kelele zilifikia Yesu. Na Yesu akamuita na akamuombea na akapewa macho. Wewe bado hauna macho, hauna ile kitu unaitafuta na unanyamaza. Usikubali kunyamazishwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na shetani huwa anatumia changamoto kunyamazisha watu. Nilikuwa nasoma kitabu kile cha Malachi chapter number 3 verse 14. Malachi chapter number 3 verse 14. Biblia inasema ya kwamba wale watu wakawa wananungunika mbele za Mungu, wakasema kumtumikia Mungu hakuna faida. Maybe naongea na mtu ambaye anaongea mambo kama hiyo. Eti kumtumikia Mungu hakuna faida. Eti wakasema tumeenda mbele za Mungu kila wakati tukijitesa, lakini bado hatujaona huyo Mungu. Na wale wenye hawamtumikii Mungu, wale wenye wanafanya dhambi ndio wanafanikiwa. So wale watu wakawa wananyamazishwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini usikubali kunyamazishwa kwa jina la Yesu Kristo. Shetani anaweza tumia changamoto kukunyamazisha. Unaenda kwa mkesha, ukitoka kwa mkesha nyumba inafungwa. Umetoka fasting, mtoto anakuwa mgonjwa. Haleluya. Umetoa sadaka zako kanisani, kazi inaharibika. Unakaa karibu na Mungu, mambo yako inaharibika. Yaani mpaka unajiuliza maswali, mbona kunaenda namna hivi? Usikubali kunyamazishwa. Ukiona unataka kunyamazishwa, kuna kitu ya maana sana umebeba. Hata Yusufu alitaka kunyamazishwa na ndugu zake. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu alikuwa amebeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini nasema ya kwamba usikubali kunyamazishwa? Nitaguzia mambo mawili peke yake leo. Kwa nini usikubali kunyamazishwa? Jambo la kwanza, ukisoma kitabu kile cha Zaburi, Psalms chapter number 41 verse 5. Neno Daudi anasema ya kwamba wananitaja kwa maneno mabaya. Wananitaja kwa maneno mabaya wakisema, atakufa lini jina lake likaweze kusahaulika. Imagine kuna watu ambao hawajanyamaza kwa ajili yako. Hawajanyamaza kwa ajili ya ndoa yako. Wameapa, wamesema lazima wataimaliza. Hawajanyamaza kwa ajili ya kazi ya mikono yako. Hawajanyamaza kwa ajili ya huduma ile Mungu amekupatia. Wanakutaja vibaya kila wakati. Na unaona wakati umekaa utapata mambo inaanza kubadilika. Inaanza kuwa katika njia mbaya, tofauti na vile ulikuwa unafikiria. Inamaanisha kuna watu wanakutaja mahali katika ubaya. Wengine wanakutaja katika kwa makaburi. Wengine wanakutaja hata wakiwa uchi. Wengine wanakutaja wakiwa na kisu kwa mkono, wanasema tutakuchinja. Na wewe haujui, na kuna nguvu katika maneno. Usikubali kunyamazishwa, maana wale bado hawajanyamaza. Kama wale hawajanyamaza, hata wewe usinyamaze. Endelea mbele na kazi ya Mungu. Endelea mbele na maombi. Na Bwana atakubariki sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. So hili somo ni la maana sana. Litakubariki na hata mimi litanibariki. Haleluya. Esther chapter number 4 verse 14. Biblia inasema ya kwamba Mordekai akamwambia Esther, usikubali kunyamaza Esther, kwa sababu kuna pesa ambazo Haman amelipa. Na nataka mimi na wewe na Wayahudi tukaweze kufanya nini? Tukaweze kuangamizwa. Na Mordekai anamwambia Esther, unajuaje kama Mungu alikuweka pale ili ukaweze kutusaidia sisi?
na anamwambia Esther, hata ukinyamaza Mungu ataleta msaada kutoka mahali pengine. Imagine unanyamazishwa kwa sababu kuna assignment ya Mungu iko ndani yako. Esther amekuwa pale kwa palace because alikuwa na assignment ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Esther hakunyamaza na Mordekai hakunyamaza. Waliomba wakafanya mambo yote mpaka mipango ya Haman ikatoka katika maisha yao. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, mipango ya Haman itoke kwako kwa jina la Yesu. Usikubali kunyamazishwa hata kidogo. Nehemiah chapter number 4 verse 1. Nehemiah chapter number 4 verse 1 to 4. Nehemiah amepatiwa assignment ya kujenga ukuta wa Jericho. Wakati wanapojenga ukuta wa Jericho, imagine Tobias na Sanballat wanaongelea mambo mabaya kabisa. Mpaka wanasema hiki wanachokijenga angepandia mbweha kingeweza kuanguka chini. Yaani kuna watu wako mahali wanasema hiyo ndoa yako, unajua hizi ni mbweha za kiroho. Wanasema mbweha ya kiroho ipandie hiyo ndoa ianguke. Mbweha ya kiroho ipandie hiyo kazi ianguke. Mbweha ya kiroho ipandie hiyo kazi unajivunia kila wakati ianguke. Kuna watu wanazungumuza vile walikuwa wanazungumuza wakati wa Nehemiah. Lakini Nehemiah hakunyamaza, aliendelea mbele, akawatia watu nguvu. Wakawa wanajenga ukuta kama wameshika panga na marungu, mpaka vile ukuta ulikamilika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Matendo ya Mitume 16:25, Acts of the Apostles chapter number 16 verse 25. Biblia inasema kwamba Paul na Sila wakiwa gerezani, wakiwa wanaomba kule gerezani, wanaomba kabisa, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Kumbuka nimesema shetani hutumia changamoto kunyamazisha watu. Yaani Paul na Sila wako na assignment ya kuvua souls, kuzileta katika kingdom ya Mungu. Lakini shetani akatwist mambo mpaka akawatupa gerezani. Kutupa gerezani inamaanisha akawatupa mahali penye kuna shida. Lakini hata wakiwa katika zile shida hawakunyamaza, bado waliendelea kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Na wafungwa wengine walikuwa na wasikiliza. Yaani kuna watu wakiingizwa kwa shida wanakubali kunyamazishwa. Haleluya, usiwe mmoja wale wananyamazishwa. Na Biblia inasema kwamba walipoendelea kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu kila wakati, Mungu alionekana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wafungwa wakafunguliwa. Ile hali uko ndani usikubali kunyamazishwa kwa jina la Yesu. Mtupate katika YouTube, search Pastor Elijah Luther, utapata pale message zetu, na pia katika Facebook like page yangu Pastor Elijah Luther, utapata pale message zetu, na hata katika TikTok tufuatilie. Asante sana kwa wale mnatufuatilia katika TikTok na kulike pia video zetu. Nilisema ya kwamba si kitu kizuri unapost video na hata hakuna mtu ana like. Haleluya. Lakini ukiona watu wana like, hata kama ni watu wawili, hata kama ni mtu mmoja, inamaanisha these people they value you. Hao watu wanakupenda, na hao watu pia wanaheshimu ile kitu Mungu ameweka ndani ya maisha yako. So ninawapenda sana na upendo wa Kristo Yesu. Asante sana kwa kunifuatilia, na Mungu amani awabariki sana 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 kwa jina la Yesu. Nataka nikuombee wewe umenyamazishwa kuanzia dakika sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimenyosha mikono yangu katika msikilizaji wangu yeyote Bwana atakutana na video hii. Aidha kazi yake ilikuwa imenyamazishwa, ama mambo yake imenyamazishwa. Wengine wamenyamazishwa hata katika mambo ya kiroho, kwa sababu the more wanakutumikia the more mambo inaharibika. Ninatangaza kuanzia dakika sasa upate nguvu za kuinuka tena. Kama ulikuwa umenyamazishwa katika maombi, umenyamazishwa katika mambo ya Mungu kwa sababu unapiga ufalme wa giza, Mungu akutie nguvu tena, uinuke tena kwa jina la Yesu Kristo. Malachi chapter number 3 verse 14. Wakasema ya kwamba kumtumikia Mungu hakuna faida, maana changamoto zilikuwa zimeingia mbele yao. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo kuanzia dakika sasa, hata kama uko ndani ya changamoto, usikubali kunyamaza kwa jina la Yesu. Naongea na Shadrach, Meshach na Abednego mahali popote mlipo. Hata mko ndani ya moto, lakini huo moto msinyamaze, muendelee kuomba. Naongea na Danieli popote ulipo, umetupwa katika tundu la simba. Usikubali kunyamaza kwa ajili hizo hali uko ndani, hapana. Uinuliwe kwa jina la Yesu Kristo. Wewe kazi yako imeisha, Mungu akupatie kazi. Hiyo kazi isiwe ni lengo ya kumwacha Mungu, hapana. Wewe umepitia mambo mazito, usikubali kunyamaza. Kuwa kama Batimayo, endelea kupiga kelele mpaka upate kile kitu unataka. Ninakubariki kuanzia dakika sasa. Na zile nguvu zinahusisha kuwanyamazisha, nimezinyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Nimeharibu kila madhabahu zote za giza kinyume na maisha yenu. Asante kwa kunisikiza sana. Mungu awabariki sana. Ninawapenda kabisa na upendo wa Kristo Yesu. God bless you.
God bless you. Shalom.